Karibuni kwenye session yetu ya leo ambayo itahusiana na abnormal vaginal discharge. Abnormal vaginal discharge ni nini? Abnormal vaginal discharge ina maana kwamba ni kutoka na uchafu ukeni usio wa kawaida. Huo kutoka na uchafu ukeni ambako sio kwa kawaida, huo unasababishwa na nini? Na magonjwa gani ambayo yanasababisha? Cha kwanza nitaanza kuwatajia kwanza magonjwa ambayo yanasababisha mwanamke kutokwa na uchafu ukeni ambao sio wa kawaida. Sawa? Magonjwa hayo nitayagawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni infectious cause, sawa? Na kundi la pili ni non-infectious cause. Sawa? Tukienda kwenye kundi la kwanza ambao ni infectious cause, tutakutana na magonjwa kama bacterial vaginosis, tutakutana na magonjwa kama vulvar vaginal candidiasis, tutakutana na magonjwa kama chlamydia infection, tutakutana na magonjwa kama trichomoniasis, tutakutana na magonjwa kama gonorrhea. Sawa? Lakini tukija kwenye kundi la pili ambalo ni non-infectious cause, hapo tutakutana na vitu kama vitatu hivi. Kuna atrophy vaginitis ambayo hiyo inatokea kwa wale wanawake ambao wapo kwenye kipindi cha menopause. Sawa? Kutokana na sasa hormone estrogen ilishakuwa ipo chini, na maana kwamba sehemu ya uke inaanza kusinyaa na kuanza kutokea, mwanamke huanza kupata uchafu ambao sio wa kawaida. Sawa? Lakini kipengele cha pili cha kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea hapo kwenye non-infectious cause ni matumizi ya sabuni au toys kuingiza ukeni. Sawa? Hivi ni vitu ambavyo mwanamke ukiwa unavitumia kwa ajili ya kuingiza ukeni, lazima utatokwa na uchafu ambao sio kawaida. Sawa? Sio tu sabuni, sio tu toys. Sawa? Hususani kuna penis toys ambazo baadhi ya wanawake wanazitumia, na vingine vingi ambavyo wanawake wanavitumia kwa ajili ya kujiwekea ukeni. Sometimes kuna wengine wanatumia labda kwa ajili ya urembo, lakini hivi ni vitu ambavyo sio salama sehemu ya ukeni. Sawa? Lakini kitu kingine ambacho inaweza kapelekea labda hapo kwenye non-infectious cause ni physiological change ambayo inatokea baada ya menstruation cycle. Sawa? Baada ya menstrual bleeding. Sawa? Kule kipindi cha ile phase 1 ya menstrual bleeding. Sawa? Baada ya kumaliza zile, mtu labda ana siku 5 au siku 6 au siku 7. Sawa? Kuna siku chache huwa mtu anaweza akaona kuna uchafu ukeni ambao unatoka ambao sio kawaida. Akiona uchafu ule asishtuke. Sawa? Kwa mtu ambaye mwenye afya nzuri, baada ya siku kadhaa, siku 3, siku 4, ule uchafu huwa unapotea. Sawa? Lakini kuna discharge nyingine ambayo inatokea wakati wa ovulation. Sawa? Ile ni normal. Ile kwa mwanamke huwa ni normal. Sawa? Kipindi cha ovulation huwa tunategemea kuna some cervical mucus lazima mwanamke awe anaipata. Sawa? Ile ni normal. Ile mwanamke usishangae. Sawa? Lakini sasa niende kwenye kipengele ambacho niweze sasa kuwaelezea pathophysiology. Sawa? Au kwa tafsiri inasema kwamba mwanamke kutoka na uchafu ukeni, kunaweza nini, kipi ambacho kinaweza kusababisha? Chanzo ni nini? Tokeaje yani mpaka mwanamke anatoka na uchafu ukeni? Sawa? Chukua hiyo msikilizaji wangu. Mwanamke, sawa, ukeni ana wadudu ambao sisi tunaita normal flora. Wale wadudu kazi yake ni kwa ajili ya ulinzi sehemu ya ukeni. Sawa? Ulinzi kivipi? Cha kwanza, husaidia kuweza kumaintain vagina S. Sawa? Kwa ajili ya kuimarisha afya ya ukeni. Sawa? Lakini faida nyingine, huwa inasaidia kuweza kurinda uke usipate maambukizi ya wadudu kama bakteria pamoja na fungus. Sawa? Lakini kitu kingine ambacho huwa wale normal flora wanasaidia ukeni ni kwa ajili ya kufanya maintain ya vagina pH. Sawa? Species. Sawa? Lactobacillus species, hao ni normal flora ambao kama nilivyotoka kuelezea mwanzo na kazi zake. Sawa? Sasa inatokeaje mpaka mwanamke anapata uchafu kutoka ukeni ambao sio wa kawaida? Wale Lactobacillus species, sawa, wakiwa disrupted au wakiwa interacted na kitu chochote, sawa, kwa mfano
wakiwa disrupted, labda na vagina pH ikawa juu sana, sawa, huwa sasa yale mazingira kwao yanakuwa sio salama tena. Kama yanakuwa sio salama tena, huwa wana move kutafuta mazingira ambao wataweza kuishi kwa usalama. Sasa wanavyo move labda kwenda kwenye cervix, au labda kwenda kwenye uterus, kwenye endometrium, au kwenda kwenye fallopian tube, wao kule sio mazingira salama kwao. Sasa kama sio mazingira kwa salama kwao, wanaanza kutengeneza harmful effect, wanaanza kutengeneza madhara. Washaanza kutengeneza madhara, huyu mwanamke to expect sawa, lazima ataanza kupata dalili za kuanza kutoka na uchafu ukeni, sawa. Lakini tofauti na kumove pale pale kwenye mazingira ya ukeni, kwenye vaginal area, sawa, wakishakuwa interrupted au disrupted, sawa, na triggers factors ambazo nitakuja nizitaji, ambazo zinapelekea kuwa disrupt au kuwa interact wale normal flora, wanaanza kubadilika. Walikuwa ni normal defense mechanism, sasa wana switch kwenda kwenye nini? Kwenda kuwa harmful effect, sawa. Wakishakuwa harmful effect, ndio mwanamke anaanza kupata madhara. Ndio utakuta anaanza kupata dalili za bacterial vaginosis, utakuta anaanza kupata dalili za vulvovaginal candidiasis, anaanza kupata dalili za trichomona infection, trichomoniasis, anaanza kupata dalili za chlamydia infection na gonorrhea, ambayo sasa mengine yamesababishwa na wale normal flora kuwa disrupted, lakini kuna mengine yanasababishwa na nini? Na labda sexual transmitted infection, sawa. Kwa hiyo naamini kwa kupitia maelezo haya mafupi utaweza kuwa umenielewa kwa nini mwanamke, sawa, anatokwa na uchafu ukeni ambao sio kawaida. Sasa triggers factor, visababishi ambavyo vinaweza kupelekea kuwa wale normal flora kuwa interrupted au kuwa disrupted ni nini? Cha kwanza, mwanamke ambaye ana multiple sexual partners, huwa hiyo ni kichochezi ambacho inaweza kapelekea akapata maambukizi ya akawa interrupt wale normal flora pale kwenye mazingira ambayo sio kwenye mazingira yao ambao ni ya kawaida, sawa, ikapelekea wale normal flora kuwa harmful effect, sawa. Lakini inaweza kumpa magonjwa kama chlamydia, sawa, inaweza kumpa magonjwa kama trichomoniasis, lakini gonorrhea, sawa, kwa sababu mwanaume huwa anatabia ni kama host, kama ni definitive host wa Trichomona vaginalis, sawa. Huwa anawabeba kwenye nini? Kwenye urethra, sawa. Once anapokutana na wewe mwanamke, sawa, ambaye ni non-infected, sawa. Mwanaume ni infected, mwanamke ni non-infected. Mwanaume anapokutana na wewe mwanamke gonorrhea, sawa, kwa sababu mwanaume huwa ni kama host, kama ni definitive host wa Trichomona vaginalis, sawa. Huwa anawabeba kwenye nini? Kwenye urethra, sawa. Once anapokutana na wewe mwanamke, sawa, ambaye ni non-infected, sawa. Mwanaume ni infected, mwanamke ni non-infected. Mwanaume anapokutana na wewe mwanamke, sawa, anaweza kukupa wale trichomona kuachia na ukaanza kupata dalili za trichomoniasis, sawa. Ndio maana tunashauri mwanamke at least ukiwa na partner mmoja inatosha. Multiple partners ni risk factor ambayo inaweza kupelekea maambukizi ya kwenye mfumo wa uzazi, sawa. Lakini mwanamke ambaye ana unprotected sexual intercourse, sawa, ambaye anafanya tendo la ndoa ambalo sio protected, sawa. Kwa mfano yani kushindwa kutumia condom, sawa. Hiyo ni triggers factor au ni risk factor ambayo inaweza kupelekea huyu mwanamke akapata, mwanamke au mwanaume akapata changamoto ya magonjwa ya zinaa, sawa, au ikapelekea kuinteract au kudisrupt wale flora pale ambapo wapo ambao ni lactobacillus species, wakawa ni harmful effect, sawa. Lakini pia wakaenda mpaka kuinterrupt ile pH ambayo iko pale kwenye vagina, sawa. Kwa sababu tunajua wale lactobacillus species huwa wanazalisha kitu kimoja ambacho kinaitwa lactic acid pamoja na hydrogen peroxide, sawa. Kwa hiyo wakiwa disrupted au interrupted na labda hata semen, sawa,
kwa mwanamke ambaye ana unprotected sexual intercourse, sawa, ambaye anakutana na wanaume mara kwa mara, sawa, afu atumii kinga, sawa, inaweza kapelekea akapata hiyo changamoto ya kuwa disrupt wale normal flora, sawa. Na ikapelekea hata pH ikawa juu, sawa. Tunajua normal pH ya mwanamke ya ukeni ni 3.8 mpaka 4.4, sawa. Hiyo ndo ni normal vagina pH, sawa. Kwa endapo ikawa raised hapo, lazima huyu mwanamke aanze kupata changamoto mbalimbali, sawa. Issue nyingine ambayo inaweza kapelekea ni issue ya douching. Douching ni nini? Douching, kuna wanawake wengi sana huwa wanatumia toys, ile artificial penis ambayo ni toys kwa ajili ya kujichua, kwa ajili ya kujilizisha, sawa. Sasa hile ni hatari kubwa sana. Kwa sababu ni hatari, huwa inaenda kwa disrupt wale normal flora, wale lactobacillus species. Wakisha disrupt au wakisha interact, lazima huyu mwanamke aanze kupata maambukizi ya ukeni na kuanza kutoka na uchafu, sawa. Lakini issue nyingine ambayo inaweza kapelekea ni excessive body weight au obesity, sawa. Obesity 4.4, sawa. Hiyo ndo ni normal vagina pH, sawa. Kwa endapo ikawa raised hapo, lazima huyu mwanamke aanze kupata changamoto mbalimbali, sawa. Issue nyingine ambayo inaweza kapelekea ni issue ya douching. Douching ni nini? Douching, kuna wanawake wengi sana huwa wanatumia toys, ile artificial penis ambayo ni toys kwa ajili ya kujichua, kwa ajili ya kujilizisha, sawa. Sasa hile ni hatari kubwa sana. Kwa sababu ni hatari, huwa inaenda kwa disrupt wale normal flora, wale lactobacillus species. Wakisha disrupt au wakisha interact, lazima huyu mwanamke aanze kupata maambukizi ya ukeni na kuanza kutoka na uchafu, sawa. Lakini issue nyingine ambayo inaweza kapelekea ni excessive body weight au obesity, sawa. Obesity, mtu anavyokuwa na mafuta mengi mwilini, sawa, inaweza huwa yanachangia kuweza kuinteract hormone ya estrogen, sawa. Hormone ya estrogen ikishakuwa interacted, sawa, inaweza kapelekea huyu mwanamke akaanza kupata dalili ambazo za kutoka na uchafu ukeni ambao sio wa kawaida, sawa. Tunajua hormone estrogen ndio hormone main au responsible hormone ambayo inafanya maintenance ya nini, ya vagina. Huwa ile ikishakaa muda mrefu huwa inaanza kuwa disrupt au kwa interact wale normal flora. Ndio maana mwanamke aliyokaa kitanzi kwa muda mrefu lazima naye ataanza kutoka na uchafu ukeni ambao sio wa kawaida, sawa. Kwa hiyo IUCD ni njia nzuri mojawapo ya uzazi wa mpango, lakini pia moja kati ya madhara yake ambayo inaweza kapelekea mwanamke ukaanza kupata dalili za kutoka na uchafu ukeni ambao sio wa kawaida, sawa. Kwa hiyo hivyo vyote ndio vitu ambavyo vinaweza vikapelekea huyu mtu kuanza kupata uchafu ukeni ambao sio wa kawaida. Lakini kuna mtu nimemsahau, mtu ambaye ana matumizi ya sigara, mwanamke ambaye ana matumizi ya sigara, sawa, ni hatari kubwa sana ya mazingira yake ya ukeni, sawa. Au mwanamke ambaye anatumia pombe kali, sawa, anatumia pombe kali, huwa ni hatari sana kwa mazingira yake ya afya ya ukeni, sawa. Inaweza kapelekea mwisho wa siku akaanza kutoka na uchafu